TV, empowering lives. Msiende. Sijasema muende, nimesimamisha tu wimbo. Njooni hapa. Njoo. Hebu apigie makofi hawa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Halafu kuna mtu hapa. Ni kama zile vikingi za Ruto. Unajua vikingi za Ruto ni gani? Zile za simiti.
za stima alafu ni za cement. Hata afadhali ile ambao ile ya zamani upepo ulikuwa ukija unaona inatingika. Hii ya cement. Mwambie mwenzako mwambie tena mwambie hata kama ni kushiba ya Christmas. Ruka kidogo tu. Mchawi asikuroge. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Si wanawaambia hapa kila siku. Kama sasa ati ni Roda Ndegwa anaruka. Unainyweti gai. Roda karuga, Roda. Gayoyo wa kiroho. Again.
yetu tushukuru Mungu. Baba, na kushukuru, asante kwa upendo wako, asante kwa kutuimarisha tena, kutufikisha mahali hapa. Tulikuwa hapa Jumapili iliyopita na tukakuahidi tutakuwa hapa tena kwa ajili ya ibada zako. Na kwamba Baba ukaweza kutushika mkono, kutuongoza katika maelekezo yako, mafundisho yako. Niwetumie tu kama chombo, nikaweze kufanikisha malengo yako yote kulingana na mapenzi yako. Na nyenyekea mbele zako, na tubu dhambi zangu zote nilizozitenda kwa makusudio na zile nimetenda bila makusudio. Baba, kuna vitu vingi nilivitenda kupitia kwa macho yangu, masikio yangu, mwili wangu, kinywa changu na hata roho yangu. Kuna mambo ambayo hayajakufurahisha, ambayo mimi mwenyewe nimehusika kwa njia moja au nyingine, kwa njia moja kwa moja au kwa njia ya pili. Na kuomba tu msamaha, ukanikubalishe kwenye madhabahu yako, na nikapata kibali chako kwako na kwa watu wako. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Mtu mmoja aseme amina. Amina. Salimia mwenzako aliyo karibu, mwambie karibu sana. Na mwambie nimeshangaa sana. Mwangalie, mshike mkono tu, mwangalie tu, mshike mkono, mwangalie kwa uso. Mwambie nimeshangaa sana. Wakati wengine wote wamebaki nyumbani, walienda lisafu, wewe haukuenda. Muulize kwa nini hukuenda Krismasi? Na wengine bado wako kijijini. Wapigieni makofi. Nimeona wengi wanatutazama kupitia kwa runinga kule nyumbani. Nimeona wengi wamesema watching from Kirinyaga, watching from Meru, watching for na ni vizuri, mko karibu sana. Na wale ambao wanatutazama katika kupitia kwa runinga, kupitia kwa mitandao mbalimbali hapa Kenya na nje ya nchi, na wakaribisha kwenye ibada zetu za leo. Tumekuwa na ibada saa 2 asubuhi, tumekuwa na nyingine sasa, na bado jioni tutaendelea kuwa na ibada. Na hii ndio tabia yetu. Na huanga tukifanya ibada, tunafanya ibada kwa sababu tumeitwa kufanya ibada. Hatufanyi ibada kwa sababu kuna watu tunafanyia ibada. Bwana Yesu asifiwe sana. We worship God because God has called us. Nilikuwa nasoma kitabu, Mungu alikuwa akinielekeza kwenye kitabu cha Ezekiel. Nilikuwa nanifundisha Ezekiel kutoka chapter 1, tukiendelea hivyo. And how he called Ezekiel. That Ezekiel was not called to please people. He was called to please God. Bwana Yesu asifiwe sana. Ezekiel alitengenezeka na kuumbwa na kutengenezwa kwa sababu ya kumfurahisha Mungu. Yani kufanya the right thing that God wanted us to do. Therefore we as we as the called, we are here also to do the same. Kuweza kuhakikisha ya kwamba yale yote Mungu angetaka tuyafanye yametimika. Kwa nini? Kwa mapenzi ya watu, ama pasipokuwa na mapenzi ya watu. Mapenzi ambayo tutatimiza ni ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Mungu anasema amekuinua kwenye level nyingine. Mwambie mwenzako nimeinuliwa kwenye level nyingine. Mwambie mwenzako mimi si yule wa kawaida. Mwalimu wa watoto wako wapi? The teacher ama any other person that is supposed to have the children. Wewe chukua watoto, enda na wao. Wewe Beth. Mtoto yote yako ndani hapa, inua mkono juu. Mtoto kama yeye ni mtoto, amuka juu, kujeni hapa. Hatubadilishi ibada kwa sababu mwalimu hayuko. Walimu kila mmoja, simama hapa. Kila mmoja hapa ni mwalimu ya watoto, si ndio? We must keep our children wakuwe on higher level. Nimeona wengine hapa wana dance. Wale ni wale wa mkuru. Ni wale wa mkuru. Good. Nipatie high five watu wa mkuru, high five. Na sade leo. Nani yule anapimaga nguo? Wewe. Hao wamekuwa kidasi hapa. Watoto wote wa kudance nipatiwe measurement. Leo sade watakuwa na uniform. Si ndio? Kaeni, niangalieni mimi. Haya, good. Sogeni kabisa, sogeni mpaka huko mwisho. Hata haka kafupi kako wapi? Kanapotea huko. Wewe ni wewe natafuta. The shortest of all. Yes. Hebu nyosheni mikono yenu kwa hawa watoto.
Nyosheni tu mkono mizuri, mikono ambayo haina uchawi. Kama unajua mkono wako hauna uchawi, kama iko na uchawi usinyoshe. Lakini kama unajua you are clean, just nyosha tu. Tuwabariki. Baba, katika jina la Yesu Kristo, hawa ni watoto ambao wamekuja kukutafuta. Kule nje kumenyesha mvua kubwa, lakini wamekuja. Wakasema hawatalala nyumbani, wanataka kukutafuta. Tunaweza kuwa hatuna chakula kamili cha kuwasaidia, lakini wewe uko nacho. Watoto hawa wabariki. Wakuje wafanyike wachungaji, wengine waendeshe ndege, wengine wakuwe maengineer, wengine wakuwe madokta, wengine wakuwe walimu, wengine wakuwe wahubiri, wengine wakuwe waimbaji, wakusifu katika njia mbalimbali. Kawabariki Baba, kawasaidie. Kawape vibali. Ninawazingira kutokana na maroho yote ya wachawi, ya waganga. Waizi wa nyota wasiwaone. Waishi wa destinies wasiwaone. Wasibadilishiwe destiny zao. Maisha yao yakuwe kamili kutoka sasa hadi kuondoka kwao duniani miaka 200 ijayo. Na ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Amen. Piga makofi sasa kwa Yesu. Sasa muende Sunday nataka memory verse kutoka kwenu. Sunday nataka wale wataimba kutoka kwenu. Umesikia? Na Sunday nataka mtavaa uniform, wale wa dancers muweke kando. Sunday wanunuliwe nguo mzuri ya kudansi hapa, wakuje wa dance. Simuiona mmefanya kazi mzuri. Sasa edeni kirasi yenu pale. Edeni pitieni hapo katikati hapo. Wapigie makofi wanapoenda. They are good. That is how to make a church become better for future. Pia teenagers, if you're a teenager, simama juu. If you're a teenager here. Wewe ni teenager huko hapa umekaa kama kamuzee. Teenager. Simama tu kwa miguu yako. Teenager, whether you are a girl or a boy. A teenager. Kujeni tu hapa teenagers, kujeni hapa. Siwafukusi, siwabi mwende nje, kujeni. Teenagers. You are not here. You are the only teenagers. Yeah, teenager. Hata wewe ni teenager. Mother, wewe ni teenager. Kuna teenager mwingine? Na wewe ni teenager. Another teenager. Mnapenda hii kanisa? Kabisa ama umekuja leo? Umekuja leo. Utakuja Sunday? Na wewe ni rafiki yako. Na wewe ni hapa hata kama hukupata Christmas. Na wewe umependa hapa kabisa. Sasa can you meet later? Because on Sunday ningetaka mu present hata kama ni memory verse ama kuimba, whatever you want to present. Is it possible with you? Thank you. To meet baada ya service mkuje pale mnione. Sasa keti, have your seats. Yeah. Yes, tunataka pia kwaya tuko nayo, si ndio? Yeah? Na tunataka kwaya ya watu wa 70 years and above. Wa mama wa shosho. Because tumekuwa na wao hapa for too long. Let go. Na totile na timu ya ashosho ako ina. Washosho wote wasimame. Kama uko na miaka 70 kwenda juu. Sio kukujaga kukaa tu hapa kuomu hapa kiti, hata mjawahi kupresent, hata neno mtupatiagi mnakaaga tu hapa. Hiyo tabia tumekataa. Kama hauna participation kwa hii kanisa, shosho ukanyage kubwa. Kujeni hapa mashosho. Kujeni hapa. Shosho nimesema shosho, wewe ni shosho. Onake niki alia kama dhokera. Ni shosho. Mashosho moja moke haa. Kama wewe unajua ni shosho, ukuje hapa. Wewe ni shosho mwanaume, kaa hapo. Wow. Leo ule dadorai, niangalieni hapa. Niangalieni nyinyi yote. Soka hapa ndio niwabariki. Sasa kutoka leo nataka kusikia kwaya yenu. Mmenielewa? Nataka dada kuona kwaya yanyu na koti kwaya mujireka udukara mureka kanitha-ini. Di kwenda andu aguka guikara kanitha-ini ni ndaregana nao. Turenda aruti a wira. Nwanyita? Turenda ke? Aruti a wira, turenda kugarura kanitha etweke movement. Etweke andu akurutira Ngai wira. Ti andu aguka guikara haha
metereire mahunjerio haha gutiri mundu te kuhunjia kanitha eno nitwiguithania uguo riu muthi muikare thi twarikia service thaa ici twarikia thaa 7 ni ngwenda kumuona muthi muikare agacigirira kanyu njuke ndimuone nigetha tubangane nginya uniform iria murikiraga gako ni cia nyakenyua tuine nyakenyua bari kike ya idiari muge wa kumenya ni waraige wajerire karakago na roge ikauma maguta aya tubu na bagekira nyamu ya icio mwikire nyamu icio guku tuinire Jesu neguo tucamanie mathaa macio mangĩ di kwenda horo muingĩ warutira Ngai wĩra nĩ egũkũhonia di kwenda horo muingĩ pastor na umuthi ndio tuka pastor yes wazee tuko na kizee hapa kina kukaha we kwaja wenu endelea wenu egumulikite muno ukaha wenu endeda tuke kwa ya master athuri othe arika riri aria tumire na ukuria City Stadium na aria mongererekire musimame hapa muturite kanitha eno na gutire kindu na kimwe ndona mwikite no guthera mutheraga one mugathega kuria gatherete twakeregire kuja hapa mzee angalia kijana amekuwa kijana no guikara muikara gathi guku kanitha no ni ndarega gutire mundu uguikara thi utari na uko utari na wira kuja hapa kijana yo kibia yes aboke henya gaka ni gathuka riu ni kagaruruka gutire mundu uguikara guku thi bakoro ni uramenya nduri wira ukuruta guku weherere uthie mnanisikia yes hapa sitaki mtu anakuja kukaa chini hii ni kazi lazima tufanye sisi zote ado no ginya mahunjerio ado no maginya magaruru ciana no ginya citige kunywa fagi athuri maumeme ng'ari-ini na irabu-ini ama ni namna gani sawa sasa mukwenda gwika atia mugwikara twarikia service muikare geikaro kianyu kira muikaraga muke mutwe matwa manyu munjire kana ni kuhata muri hataka kanitha kana ni kuina muri inaga no anyita kaundu karia murikaga to no ginya murikaga kaundu ona kaba mukage mugathambia igwa mukahura guku muenda sta muthambia nyumba eno no mutigwikara thi ringi utaiguithania ruto shamani mwarikie service nigetha mucagure kaundu karia wako ni kuina no uhote kuina toginya thank you wako ni kuina muthondeke kwaya wako kaundu karia mukuhota gwika munjire thi muikare thi hapa hakuna ni ndarega guku gutigwikarwo thi ringi wa mama middle age wa mama gorofa ya ya 4 na gorofa ya 5 simameni 40 floor na 50 floor simama hata 30 floor simama yes thank you watu wa 30 floor 40 floor na 50 floor simameni sasa na nyinyi munipatie assignment I want to hear from you nataka mu meet after this service mukae chini muniambie what role will you be playing na nataka hiyo yote list nipatiwe ile mumesema wewe kijana nani amekwambia urudi hapa eda huko wachana na tiana ti nona leo roka kugia kuja usisubuliwe na huyo mama tena si unaona ako na nywele nyeupe na mianza kukuweka nywele nyeupe huko umeelewa so I want to see the responsibility ile mtakuwa mkifanya kila mtu participation you must participate by all means whatever you say tutakuwa tukitoa pesa tutakuwa tukifanya hii ile responsibility recognized by the church mtakuwa mkifanya because we shall follow on that tunaelewana so after the service mkae chini I want to hear you leo hakuna mambo mingi ni kupaga venye tunaingia next year tunaingia na vita na kishindo kaeni chini thank you sasa na wewe unataka kufanya kazi gani Maybe be there. you want to prepare thank you let me show how to prepare kama I show how to prepare
mpeleke kwa watoto wale wengine apipipio. Okay. Na pia we have those people in diaspora, people wako kule UK, wako US, who are members, wako Canada, wako Australia, our members. I'm also urging you, just indicate to us what role you want to participate in. Okay? Then from there now we want a machine that is working from all angles. Na kinyoriro, na ukipatiwa responsibility, alafu responsibility hiyo uanze kulegea, hatutakawia kukufukuza. We are no longer a church now. This is a movement. Hallelujah. This is what? A movement, everybody participates. A movement ambayo tunaita mfalume wa amani movement. Hallelujah. Kila mtu atahusika kwa njia moja au nyingine. Watu wengine nilikuwa nimesahau. Simameni na chuma zenu. Simameni na chuma zenu. Sio kukuja kusema hapa mimi si yes uko na kashida, lakini sio shida. Hauna shida ya kumwabudu Mungu ama uko nayo? Kujeni hapa. Hii timu yote ukai na chuma shiani. Na wale hawaoni kujeni hapa, wale wasikii kujeni hapa, kujeni tu. Sijui sasa wale wasikii watajuaje wameitwa hapa. Hata mimi najichocha tu. Kujeni, simameni muangalie watu hawa. Yes, tembea tu mse. Wao tu ni uko na kaini yako kutaidia. Chocho. Wahau. Sasa hawa what's okay. These are people with disabilities. We want to appreciate you and walk with you in this journey. Nataka kujua na nyinyi mnataka kufanya nini. Halo, tukimaliza ibada muende kwa kashigerera yenu, muniambie mnataka kufanya nini. Ndio muandikwe mjulikane nyinyi ni wa hii kazi. Si ndio? Nitawidhania. Yeah, kila mtu ndio tujue kanisa hii iko na watu wako na disabilities and this is what they are doing and this is what they are. Hata kama ni kukuja kuosha nyumba, mnakuja mnaosha na duster, alafu mnaenda. Lakini you must do something in the church. Thank you very much. Pigeni hawa makofi. Yes. So idlers, your days are gone. Kama wewe hauna kitu, wewe unaokaga haha, tumeshane kulia. Nikikuta mtu siku ya Saturday ama siku ya Saturday ama Wednesday, you are doing nothing, lakini mumekaa vishigerera hivi, ni story munapiga. Hiyo story nitawababulia hapa mkose kuamini. Sasa mimi niko mada. Mambo ya apostle nimeweka kado chini kidogo. Nataka kudili sasa na jeshi. Umenielewa? Nataka to change the face of this nation, the face of Africa, the face of Christianity. Tuache kuwa Wakristo wachawi. Maana niliona data ingine ilikuwa inafanywa juzi kwa social media. Walisema the highest number of Christians are found, witches are found in churches. The highest number of witches wako ndani ya nini? Ya makanisa. Why? Because they are idol. Hallelujah. Because they are what? They are idol. Hakuna kitu wanafanyaga. Unakujaga kwa sababu umesikia kuna kauga kanatoka, ndio huyo wewe na bawani hapa kwa sababu ya kauga, but not because of Christ. I want people that will come here because of Jesus Christ. Because of God, because of what God has done to them. Lakini si ukuje hapa kwa sababu kuna kauga. Tutakuwa tunaandika kwa kitabu. Ndio upate kauga kama katapatikana. Tutakupatia kauga na kamshere na nini. Ndio upate hiyo kauga. Kwenye kitabu tutaangalia unafanyaga nini ndani ya kanisa. Si ndio? Unafanyaga nini? Nikiheka udukari kuwekaga. Nigetha tukohe kauga. Hakuna kauga kabule tena. Sasa lazima ufanye kitu na sisi tufanye kitu. Si ndio? Ndio jina la Mungu liendelee kuinuliwa. Number 2, what is your contribution? Hata kama utakuwa andika, mimi nitakuwa nikitoa kwa mwezi, kwa wiki, kwa mwisho wa mwezi, kwa nini shilingi, hata kama ni shilingi 10. Andikisha kwa kitabu. Nitakuwa nikipata shilingi 10, nitakuwa nikileta. Commitment. Ndio uweze kutetea hii madhabahu. Lazima ukue pati ya nini? Ya hii madhabahu. Hata kama ni shilingi 1 utakuwa ukipata. Uandikisha kwa kitabu. Nitakuwa nikipata shilingi 1. Si pesa tunatafuta, lakini natafuta commitment. Maana wale watu wanapiganaga na kanisa ama wanapiganaga na organization ni kwa sababu there is no commitment. Hawana kitu inaweza kuwashika huko. Hawana kitu wametoa. Ndiani wanakujaga tu wamekaa, alafu akienda akitaka kwenda akibomoa, anaenda akibomoa. Haleluya.
Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeelewana hiyo mabadiliko? Sasa hiyo tumeita kitu inaitwa movement in the church. Turning a people that come to church because they just want to be, wamekuja tu kukaa, into a kingdom worker. Nataka kujenga watu wanaitangwa kingdom worker. We do work for the kingdom. Every person is entitled. No, sio lazima ushike microphone ndio kuwa ulifanya kazi. Hapana, sio lazima ukuwe na macho ndio ufanye kazi ya Mungu. Sio lazima ukuwe na miguu ndio ufanye kazi ya Mungu. We are all servants of God and we are kingdom workers. From today, ambia mwenzako, I am a kingdom worker. Yeah, I am not a church attendee. Mwambie mimi si mtu wa kukuja kanisa tu. Si umwambie. Angalia, mshike mkono, neighbor yako mshike mkono. Shika mkono neighbor yako. Na akikataa umshike, ujue yeye ndiye anakufanyaga ile maneno unafanyikaga. Wacha tuangalie wachai ni wangapi. Wewe mbona ushiki huyo mkono? Wewe shika huyo mkono. Yes. Hii mambo sasa, angalia, muangalie kwa uso yake. Angalie kwa uso. Mwambie wewe, mimi si mtu wa kukuja kukaa kwa kanisa. Mimi ni mfanyikazi. Thank you. God bless you. Now topic yetu inasema inasema aje iko wapi? Hakuandika. Huyu naye ani naye ni wapi tuko? Pole sana. Battles of the womb. Sema battles of the womb. Na nilimwambia andike lakini hakuandika. Anafanyaga vitu zake tu. Ne adu meshire dola magusha gefagi no magusha gefagi. Ne ana kwirorera fagi ugo kameririria we mugusha wa fagi. Madani ya gosho. Ona professor haha no gutekaradeka. Professor na otuire atiriri. Rugama na iguru. Simama. Otuire wira uri okwenda kuruta kanitha ino. Othi wikare handu wika tondu kire wika. No ungi wa diaspora guku. Kuna mtu wa nje. Ni wewe peke yako. Hapana, huyu ni wa diaspora. Watu wa diaspora wakae kikapu yao. Hawa hamwezi elewana na wao. Hawa wanakuwaga na honesty, efficiency. Ni watu wanapenda kufanya ile kitu, wanajitolea. Hawanaga mishene. Sasa nikiwaweka nyinyi na hawa, mtakosana tu, maana mtaanza mishene. Ati apostle, adhire apostle, akorago apostle. Badala sasa waambie mtu uzuri wa nyumba yenu. Sasa ni apostle penye anafanyaga, fulani ni mchawi, fulani ni munini, fulani anakuaga, fulani anaedaga. Sasa hiyo hamtaelewana. Sasa mimi nataka sasa unajua sasa mkitrainiwa vizuri, nitaanza kuwalipia fare muende London, muende UK, mchange. Si ndio? Mkue watu ambao wanaelewa ni nini kiliwalete hapa. Kwa hivyo we are not going to entertain mtu yote mwenye hana kitu anafanya. Afadhali tubaki watu vititano ambao tunafanya kazi, kuliko watu tujaze huko kanisa mzima ijae, lakini ni uomogas, ni watu wa mushene, ni watu wa muhahe. Hiyo kitu kulewa sema fanya hivi, fanya X, tumecancel hiyo kitu yote. So we are not going to entertain. If you don't have a responsibility in this church, you are not welcome here. Wiki mbili mgeni, tumekupatia wiki ngapi? 2. Wiki ya 3 utuambie nimeona ninaweza kufiti hapa. Na hiyo ni kazi wahubiri wale wako hapa, leaders wale tuko na wao. Make sure that every member mgeni akiingia hapa wiki ngapi? 2 ya aelewe sisi. Kutoka hapo immediately suggest na aseme mimi nitakuwa nikifanya hii. Otherwise kama hata suggest, umumbatie wiki nyingine 2. Mumuulize tena, umeamua ama hujaamua? Akisema hajaamua, mwambie aende akaamulie pale nje, si hapa ndani. Tumesikilizana? Because sitaki kusikia kuna mtu ako hapa na habarikiwi. Maana kufanya kazi ya Mungu ndio baraka inakuja. Naigwa baba. Yes, sitaki. If you are not participating, you are not my member here. Na members, kila mtu kama umekuwa mwanachama hapa, I want to see your card. Sunday ukikaa chini hapa, tutainua, kila mtu atanionyesha kadi yake. Kila mtu anionyesha kadi yake. Na kutoka sasa next Sunday, wale tunasaidiaga na kauga, kila mtu mwenye atachukua uga akuonyesha kadi.
si ndio? Akuonyesha nini? Kadi. Sasa tuanze sasa game mzuri, tuende tukiendaga hivyo vizuri, ndio tufaulu kuendelea huko kwingine. Kazi ya philanthropy ipukuke sasa. Hiyo December si imeisha, ndio tulikuwa tunasaidia, tunapatiana, we were sacrificing to help the needy. Now the needy are no more. We are looking for the workers. We shall be supporting only the worker. Hiyo hata mshahara ukikuja uniambie mtoto amefukuzwa shule, tunaingia kwa akaunti ya kanisa mara moja na tunakulipia school fees ya mtoto, kwa sababu you are a worker. Maana lazima na wewe hiyo hapo si unakuja kufanya kazi, hiyo kazi inafaa kusimama na wewe. Ukigojeka tunakusimamia kama kanisa, because you are a worker. Ukikuwa na matatizo kama ya kifamilia, you are a worker. Tukiona kitambulisho yako, mimi niliona mama yangu, tulikuwa tumekosa kitambulisho kama mama yangu, na mama ndiye amejenga baka kanisa. Tumepatia mama pesa, amemwajengea kanisa inaita kwa nini? Hiyo kitu inaita kwa? Hiyo kitu umetaja. Sasa lakini walituambia kadi ikapotea. Walituambia hawezi kumusika na hawamjui. Kadi. Wakasema hawamjui. Na ikakuwa hawamjui. Tulitafuta mpaka ikapatikana. Ndio wamusike. Kusika mtu. Lakini wewe unakuja na unakula hapa. Kadi lazima tuonyeshe kadi yako. If you are not a member of this church, you register. You have only 2 weeks. Uregister ndio tuanze safari na wewe. If you are not a member, tutaanza kukuangalia. Hata kuingia kule tutakuuliza member na bagapi. Namba 1 anakaa hii kiti. Namba 2 anakaa hii kiti. Namba 3 hivyo. Utaletwa kwa kiti yako kulingana na member card. Negwa. Ndio kuigwa ni awodi ya dili. Kama unasikia hapa hiyo masharti imekuwa gumu. Bye. Good night. Gwitia turetia. Tondu ni tu Ngai kiria aratuheire na haria aratutwarire. Nataka tusome kitabu cha Ezekiel tu kidogo, as we do the battles of the womb. Sema the battles of the womb. The battles of the womb nataka tuziende kwa deeper, because this is not a one off topic ya siku moja. Ni topic tutaenda siku mingi kidogo, na munisaidie kuendeleza siku mingi, maana mnakujaga mnanibadilisha katikati, ninatokea nikienda hivi natoka mpaka inakuta sikamilishagi vizuri. But now from today henceforth tutakuwa tukifuatiliza kitu mpaka tunakamilisha, because nataka kulea a team, a battalion. Huu mwaka ambao tunauelekea ni mwaka ambao ni mzuri sana kwa mtu ambaye anamfuata Mungu, lakini utakuwa mgumu pia kwa huyo mtu. It will be the most difficult years for Christians, the believers. Bwana Yesu asifiwe sana. But for those who believe and they will be having the resilience to fight on, tutashinda na tutapata nguvu kubwa sana, maana the grace of God is with us. Bwana Yesu asifiwe sana. God has spoken to us na ametuambia to arise and start moving. God is with us. But if you are going to be, ndio naona ninasema kila mtu akuwe akifanya biki, because in that process ndio baraka zetu zitatokelezea. Bwana Yesu asifiwe sana. In the book of chapter number 1 of Ezekiel inasema, as I look, behold, verse 4. Inasema, as I looked, behold, a stormy wind came out of the north, and a great cloud with brightness around it, and the fire flashing from continually in the midst of the fire. Bwana Yesu asifiwe sana. What is the battle of the womb? The battle of the womb. Tunazungumzia nini? Battle ni vita. Bwana Yesu asifiwe sana. Battle ni vita, ama mng'ang'ano, ama msukumo wa womb. The womb ni tumbo. Muulize mwenzako, ulikujaje dunia hii? Kwa sababu hiyo njia ambayo ulikuja nayo, how the formation yako ilifanyika, that is what has been happening in your life. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiangalia mtu anaitwa Esau na Yakobo, katika wakiwa ndani ya mimba, Esau na Yakobo walikuwa wanapigania huko ndani ya mimba.
Baka nani ni Rebeka maninani. Rebeka akaenda kumuuliza Mungu. What could be the challenge? What could be the problem? Tumbo yangu nasikia huko, mtoto unasikia watoto kumbe nikaalisha bab na kengine nikamugiki kako kwa tumbo. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu akamwambia ndani yako kuna vita vikubwa. Ndani yako kuna two nations. He spoke of a nation, two nations, and the nations that will fight forever. And they are fighting over control. Wanapambania kucontrol. Bwana Yesu asifiwe sana. They are fighting over the control. Jakobo kalikuwa ni kapili, lakini hata kalisemwa kuna ndani yako kuna mataifa mawili ambao ni makubwa. Walipotoka duniani, vita hivyo viliendelea. The same, they were in the stomach. Vita hivyo viliendelea. Baka Jakobo akaiba destiny ya nani? Ya Esau. Akanunua the birthright. Akarudi akatoroka na akaenda. By the time Esau came to realize the birthright has been stolen and also the destiny ilikuwa ishachukuliwa. The battle ile walikuwa nayo kwa tumbo ilikuja ikamanifest. Whatever that is happening in your life right now, it manifested first in the stomach of your mother. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what we are going to discover. Hii ndio tunataka kutafuta. Ni kwa nini uko kwenye hali hiyo uko sasa? Ni kwa nini mateso ambayo unayapitia? Ni kwa nini umekosa? Ni kwa nini umebarikiwa? Ni kwa nini unakutana na mikosi katika maisha yako? It is because there is a battle that is unfinished. Angalia nchi ya Israeli. Jakobo wakati alikuwa alibadilisha jina akakuwa Israeli. Kumbuka Jakobo walipigana na Esau. Na Esau ndio Edom. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Esau ndio nani? Esau ndio Edom. Alafu naye Jakobo jina lake likabadilishwa akaitwa Israel. Israeli mpaka sasa, kumbuka vita vya tumbo, vita vya mama yao ndani ya tumbo. Until today, maana Edom ni the Arabian countries. Until today, Israel is still fighting with Esau. Kuna wanapigana vita. Hizo Palestina zote, hazo ndio Edom. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo vita vilivyoanzisha kwenye tumbo lako la mama yako bado zinaendelea. The battle is on until you die. The battles will be there forever. Until you decide maybe to change. Nataka tuangazie watu ambao walibarikiwa, walikuja hapa duniani kwa baraka za Mungu, and what transpired to them and what happened. And therefore we shall be putting examples. Kama mimi yangu venye naabiaga nilizaliwa namna gani? Nilizaliwa na miguu, nilikuja na miguu, nilikuwa na tumeno nikizaliwa, nilikuwa mweusi tititi, na nilikuwa na manywele kwa mwili kama kamanke. Hallelujah. Some of us unakuta wale ambao walipasuliwa. Hebu angalia. Wewe mama yako alipasuliwa? Wangapi wakupasuliwa? Watu wangapi wa cesarean? Ni cesarean. Wale wamekuja through cesarean. Ni cesarean ama ni Sicilian? Ni Sicilian. Si cesarean. Mimi ni Munyere. Hapana, mimi ni wa Kiambu. Hapana, mimi ni wa Rift Valley. I don't belong to Nyeri wala Kiambu wala whatever. Wale wamekuja through the kupasuliwa hii. Why do you pasuliwa? Ni kwa nini mama anapasuliwa? Because of delayed. Mtoto umewekwa maji, pain imekuja, lakini mtoto hatoki. Because njia ya mama ya kufukuka ndio mtoto apite imekataa. Ukiangalia watu wote wa cesarean, they have a problem of delays in life. Bwana Yesu asifiwe sana. And they have painful kind of a life that they are living. Because that is the battle of the womb. They tried to come. Walijaribu kukuja, ikashindikana. Ikabidi mama apasuliwe. Ndio nakutaka watu wengi wale wamezaliwa hiyo jia, lazima wapate msaada wa nje ndio wafaulu. Hallelujah. Ndio lazima wapate nini? Msaada wa nje. Unakuta kwenye kazi ambayo unafanya inakwama, biashara ambayo unafanya inakwama, ndoa ambayo uko nayo inakwama. Baka kukuja watu ambao watakuja kukusaidia, because ulisaidiwa kukuja duniani. Hallelujah. Na mbae ndio ukuje upate watu wa kukusaidia. Too much pain. Unakuta
pain inakuwa ngumu sana. Na hiyo ndio unakuta watu hapa anasema kareke dekile, kwani ni nini nilifanya? What did I do? Maana it has been pain after pain, struggle after struggle. Yes, wanapata upenyo, lakini upenyo ule pasipo kuja mtu wa kuwasaidia, upenyo haupatikani. Maana wakati bibi kama mama yake, kama kungekuwa na delay ya another 1 hour, yeye na mama wangekufa. That is so. Unaona, ukikosa mtu wa kusaidia wewe kwenye biashara yako, wewe mtu wa kukuja kupitia kupasuliwa, ukikosa mtu wa kushika mkono akupeleke akusukume katika msukumo mwingine, unakuta biashara hiyo imeanguka, imekufa. Nigetekere kora sharia kanitha. Nigetekere kora sharia kanitha. Those are the traits of a servant. Yeah, servantship traits. Yeah, unaona anakaa akiangalia makosa mahali iko ndio atarekebisha. Tumeona sasa mimi kule nilipata shida. Umeona watu wa kunisaidia kutatua mashida yangu. Because I had a battle. Maana baba yangu alikuwa na taswishi na mimi sana. Hata venye nilikuja kulikuwa na taswishi because nilikaa miezi sio 9, nilikaa miezi ikakuja 10 na nusu hapo. Na ndio naona mambo yangu yote inakuwa na kadiri. Kama ni marriage delay, kama ni huduma, sinaona sifai kuwa na huduma sahi. Nafaa kuanza huduma ningeuza huduma kitabu nikiwa na 20 years. Lakini nilienda kwa Mogeke nikakuwa delayed because I was delayed also coming on earth. So when the time hiyo delay ambayo iliingia wewe kukuja hapa inakosi delay za vitu zako zote katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hebu muulize mwenzako, ulikuja namna gani dunia hii? Mama yako alistruggle, no you atakuwa na struggle. Unasikia kama kulikuwa na struggle, kulikuwa na challenge. Was there a challenge? And this is what I want us to address today, because this is the problem ambayo tumekosa kuielewa, lakini imekuwa ndani yetu na tumekuwa nayo na tunafikiria ni kurogwa, tunafikiria ni kuonewa, but your birth, kule kuzaliwa kwako ndio kumetilt maisha yako venye nedaga. Ndio unapata kuna rejection. Maana wewe mama yako alipopata mimba, baba hakutaka maana he was not ready. Na mlikuwa mmeagana mtoto mwingine utapata next year. Na sasa wewe na kiherehere yako ukafukulia bao ikaikia. Sasa mzee akaanza kuleta malalamiko akisema ni ndiye hata mwana soyo, mpaka anaanza kukua na taswishi huyu mtoto anaweza kuwa si wake. Sasa unakuta rejection, the spirit of rejection inaingia na iliingilia kwa tumbo. Matatizo ambayo imeingi tuko nayo hasia hapa duniani ni matatizo ya tumbo. Ni matatizo ilianza ndani ya tumbo. That is why you have faced the challenges you are facing. That is why hata watoto wale unazaa kwa sababu wewe ulizaliwa na matatizo hayo, uliabukisa mtoto wako matatizo. That's why even your child is struggling like you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Funga tu mlango. Fungueni madirisha lakini mfunge mlango. You have a heavenly ordination right from your mother. Tukiangalia kwenye kitabu cha Jeremiah 1:4 inasema kabla hata hujazaliwa nilikujua. Before you were born, before I formed you in the womb, I knew you. Na nikakutenga na nikakufanya nabii. And then he was given a responsibility. Na akaambiwa you will become a prophet. Bwana Yesu asifiwe sana. So the role that God has given you was decided right inside the womb of your mother. It is not decided outside. Ene kazi ambayo tulipatiwa, ile ulipatiwa ukuja hapa duniani, was not and will never be decided on earth. It is decided in the womb. Responsibility and ordinations, they were made in the womb. And once they were made in the womb, nobody can change apart from yourself. And apart from the condition that brought you here. How did you come? How did you struggle? What was the pain that you went through? Bwana Yesu asifiwe sana. And this is what defines you. Ndio inakufanya unakuwa mtu ambaye ni chap, mtu mzembe, mtu anakaa tu ndizi, mtu ajielewi, mtu lazima akuje asukumwe, because ulisukumwa katika kuingia dunia hii.
So before I formed you, before you are formed, you are known and given a responsibility, and you are ordained. Now responsibility yako was ordained. It is not just a responsibility. It is not just a walk here. It's not just you are here because umelikuja dunia hii. Hapana. You came on an ordination, on an appointment from God. You came on a blessings from God. You came on a decision, a heavenly decision. Yani bingu ilifanya maamuzi na ikakulete hapa duniani na ikakupatia kazi na ikasema kazi yako kutoka leo ni hii na utakuwa hivi. You are ordained to become a prophet. But again unapata mtu, instead of being in that ordination of becoming a prophet, anataka kukuwa evangelist, anataka kuwa pastor, anataka kuwa kitu kingine. Meaning so many of us are in the wrong offices that we were not ordained for. Many of us are working against the plan of God. Many of us are doing things that are not right. And that is why hiyo kutokuwa kwenye ofisi yako kumelete stagnation. Hiyo kutokuwa kwenye mipango ya Mungu, maana when God ordained you, aliteremusha na vitu zote ambazo zinatakikana in your ordination. When God ordained you to become an evangelist, alirelease vitu zote za uinjilisti. When God ordained you to become a pastor, aliachilia vitu zote ambazo ni za pastor. When God ordained you to become a businessman, he released all your businesses. When God ordained you to be married, he released also your husband. Hallelujah. He also released your wife. Sasa jiulize, Koki, maana hujaolewa, mume wako alireleasiwa kaenda wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Mchungaji, maana hujaolewa, mume wako alireleasiwa kaenda wapi? Si ndio? Mke wako alireleasiwa kaenda wapi? Biashara, maana ulizaliwa ukiwa biashara. Biashara yako iliachiliwa eko. Kidogo nika na ege koba. Wewe uliachiliwa ukiwa muimbaji. Uimbaji wako ulienda wapi? Maana kuna kitu kilidivert. Kuna kitu kilikuondoa kwenye mipango hiyo. Na hiyo ukiifuatilia sana, rudi mpaka kwa tumbo ya mama yako, utapata mahali kitu chako kilipotelea. Utapata biashara yako ilipotelea wapi? Utapata huduma yako ilipotelea wapi? Utapata kazi yako ilipotelea wapi? Utapata mume wako alipotelea wapi? Utapata mke wako alipotelea wapi? Have you ever asked yourself, these watu wanaitagwa gay na wanaitagwa lesbian, ni kwa nini wewe mimi mama sa mwanaume mimi hivi kimudu kiga noguo gomete thi uguo atene mukimudu mekeke kikagomera haha na agafiri okay na ngerireria rege na rege na hacoko na hau rege na rege na ndiramaka na ngona it is very okay. Have you ever asked yourself what caused this? Because Asense alikuwa anataka mume wa huyu ni Asense. Asense anataka kimwana. Asense anataka kairetu. Hallelujah. Alikuwa anataka mimi nataka mtoto wa kike azaliwe. Sasa kukatokea mtoto ni wa kiume. Maneno yaliyotamkwa kwenye tumbo ya mama yake ni mtoto wa kike. Lakini yewe ukaamua na njia zako akakuja wa kiume. That is why you find this boy behaving like a girl, because whatever was said on this boy was of a woman. Ndio bana anatafuta uke. Maana alinenewa. Hii maneno ya kusema nie dada kairetu nie dikwenda kae. Umetengeneza lesbian. Kikikuja kepi kitaanza kunini? Kitaanza kudugwa. Maana wewe ulitaka hukutaka msichana, hukutaka kipi, ulitaka kisichana. Kisichana ndio kipiki ndio kimekuja. Kipiki kikuja kita behave, because whatever we prophesied, whatever we said in the womb, maneno yale tuliachilia kwa hiyo tumbo, maneno tuliachilia kwenye hiyo sperm iliingia, maneno tuliachilia kwa hiyo ovary yako, maneno tuliachilia ni yani tuliachilia maneno ya msichana, hatukuachilia maneno ya kiume. Lakini wewe mbegu na mbegu zikaabiana, hapana, to defy the outside force, tutengeneze kitu kingine. Hiyo kitu ikikuja, maana nje inatabua msichana. Hallelujah. Nje inatambua msichana, lakini ndani ya tumbo ilitabua mvulana. Sasa nje ikikuja itadetermine, itasema huyu atakuwa nani. Kwa hivyo kijana unakuta kimeanza kutengeneza nywele, imeanza kuteremuka wapi? Imeanza kuteremuka kwa mama. Mara hiyo umekuta kimetoboa masikio, kiko na hangi, kiko na zingine kimetoboa mpaka mapua na nikehe.
unashindwa huyu mtoto ni mgani. Na hiyo nimekuta hata nimeona sometimes unaangalia wasisi tulidictate we want a girl but we brought in who? A boy. Kwa hivyo huyu kiboy kitaanza kubehave, maana what we released in the atmosphere, kile tuliachilia. Maana Mungu anamwambia Jeremiah, hata kabla hujazaliwa nilikuumba, hata kabla, na akakuja akanenea huyu mtoto. Jeremiah akasema mimi ni mtoto tu, mimi siwezi. Mungu akaenda akashika mdomo wa Jeremiah, akatoa maneno ya Jeremiah, akaweka maneno yake. So maneno tuliweka, ambayo tuliweka kwa tubo ni gani? Tuliweka matubo, mimi nataka nini? Msichana. Kakakuja kipii ya kwanza, kipii ya pili. Maana wewe mzee anakuamilia deda mami maito, deda maito ashiarwa, deda maito. Sasa huyu maito ataanza kumanifest kutoka kwa kijana yako. Ndio utaona kijana ameweza fanya nini? Kudugwa. Na inakuwa ni sawa, na nakwambia mom, I feel I was not supposed to be a man. I want to go for inaitwaje? A surgery. Ndio nifanyike nini? Msichana. Unaona kameanza kumea manyonyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kijana kipi kiliko na manyonyo zimekaa mpaka zimeshuha. Mpaka sauti imebadilika. No what? Yenye ngajivi. Tukasameke. Na kuja kipi sasa kinapenda. Hata kusikia kuko kinapenda, kinafurahia. Hiyo maneno ya huko. Bwana Yesu asifiwe sana. So who misdirected this baby? Who misdirected this baby? It is what we demanded to come out. What we spoke to the wombs. Because we are told, speak to the womb. Hallelujah. I will bless the fruits of your womb. So you as a mother, you are carrying the blessing of your womb because of what you say about your children. Because of what you say about your life. So you misdirected the plan of God because of what you prophesied. Because the power of man to prophesy, the power of prophecy is in the tongues of a man. Ezekiel aliulizwa na Mungu, hii mifupa inaweza kuwa hai? Ezekiel akamwambia Mungu, wewe peke yako ndio unaweza kujua. Me, I don't know. You only know. Basi akamwambia prophesy to these bones. So the power of your tongue has made your son to become a lesbian, a gay. The power of your tongue, maana kisichana hiki, ulikuwa hutaki kisichana, unaenda agoshiariro thoguo, ulikuwa unataka baba yako. Sasa umesaa kisichana. Kisichana hiki kitakuwa masculine, kitakuwa kikitembea kama kimwanaume. Na ndio nakuta sasa shule kule ndio kina shika wasichana kule, kikinyonyoa. Bwana Yesu asifiwe sana. That is how your daughter became a lesbian, because you prophesied to your daughter. You spoke something to your daughter because you didn't want a girl, you wanted a boy. Sasa wakati alikuja akiwa ni msichana, lakini hapa nje ametengenezewa condition ya mwanaume. In the spiritual realm ametengenezewa condition ya mwanaume. So that is why she's behaving like a man, and that is why she want to sleep with other girls like a man. Sisi mumestuka sana. Yes. Bado sijaguza, I'm preparing the ground. Leo sigogei, leo ni kuguza. Sunday nitawafundisha, tutaenda deeper, and you see how you lost it, how you need to come back, how we need to win this back battle. Inaitangwa the battle of the womb. It dictates. It has made you to become, you are poor because of what happened in the womb. Ile mambo ilifanyika kwenye tumbo ya mama yako, that is what has contributed to your poverty. Remember, huyu mtoto anaitwa Esau. The Bible says Mungu alisema mmoja nampenda na mmoja simpendi. Yani decision ya maisha yake was dictated in the womb. Mikosi yake yote, hata kucholewa, kunyaganywa baraka, kunyaganywa nini, kulienda kwa Laban miaka 20 unafanyia mwanamke, struggling for a wife. Because why? There was a battle in the life. There was something that lazima atumie nguvu ndio apate. Hiyo ni mtu anaitwa Jakobo. Maana maisha yake yote ilikuwa matumizi ya ujaja na nguvu. Bila ujaja na nguvu hangefaulu. Maana alianza vita kule ndani. Amebarikiwa lakini alikuwa na vita. Kuna ndani tumbo yake mpaka mama akaenda kukomplain, kuuliza Mungu ni kile radhi na apende kukoda. Akaambiwa ndani kuna mataifa mbili kali sana wanapigana. Sasa jiulize ni kwa nini
nini unapigana mpaka leo? Ni kwa nini hamsikilizani na sister zako na brother zako mpaka leo? Ni kwa nini mahali popote ukienda kwa jamii wanakukataa? Ni kwa nini ukifanya jambo lolote unakuta kuna watu watakuinukia? Tafuta njia kutoka kwa tumbo ya mama yako, utapata kuna rejection ilianzia kule. There is nothing that has changed. Wakati ulizaliwa, there is nothing that changed. No. You needed the Spirit of God to come into your life and speak life. That is why Jeremiah, God had to confess to him early enough. Before you were born, I had set you apart, consecrated you, and anointed you to become a prophet unto the nation. And that is why he said and gave him an ordination of what to do. He ordained him to become a prophet unto the nation. Therefore, if we want to become an evangelist, he will be doing the wrong mission. And therefore, many of us here are in the wrong missions that God never ordained for. And that's why you are struggling, because you are not supposed to struggle when you are in your right mission, when you are in your right ministry, when you are in the right business, when you are in the right family. You are not supposed to fight, to have fights in your life. You are supposed to win battles after one, because you are in the right ministry, doing the right thing in the right position within the right time. Bwana Yesu asifiwe sana. The womb of your mother defined what you are. Umekuwa hivyo. Hata unaolewa, ukiolewa unatupwa, ukiolewa mume anakufa. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukiolewa mnaachana. Kama mimi sasa nimejaribu, fortunately lastly nimepata. Mtigiwa, amen. Yes. Tulipata. Abia mwenzako mchungaji sasa hayuko siko. Na nilipeleka ng'ombe na pusi. Na sikumuita ngo. Kwa sababu niliwaogopa. Hapa mmenifanyisha delay. Nilikuwa na mwingine hapa ameniharibia miaka 3. Ananidanganya. Tuende. Tukikienda ananiambia tuabe tuikiona naona. Na ni shosho. Unamfanya favor, ni shosho. Wanatishosho aleto maito. Imagine uete gashui. Goko kashui na toshui tuanato atoshui na matube na ule daraona majio daraona bebe aseze au muda akako ikiadire ya miaka igana 3 na nogo kurora akura wajirie we thadi furoge akora we fourth furo ne kurekerera thikire uthadi 5 ndukerire une kunekereria unekereria urorete 6 Oshakagia mudo toyo munini. Okay. Ciana ciaku cigwitaga guka tondu ciana ciaku ciragwita guka tondu ciana iria nyingi ciekuire cireta na guka. Ciaku kaka gaku ga gutuma thongithio nako gagwita guka. Na mutino tocio. So painful. Niambie ni pole. Lakini it is the delay. Kumbuka mama yangu alikuwa na delay akinizaa 10 months. Nilikuja 10.5 months. Delay. Alafu na hii mambo yote kulikuwa na vita ya baba na mama na huyo mama mwingine wa baba. Walikuwa na vita. Akisema mama, kwa sababu mama mimi na huyo mwingine ako mbele yangu tumeachana na mwaka. Na system ya baba yangu alikuwa ameiseti kule ako na bibi wawili. Huko kukizaliwa, yani kwa mboma hii gine kukiwa na mtoto hapa kuna kama mwaka moja ndio kuna kuja mwaka wa pili hapa pia kunazaliwa. Ukiangalia difference ya wale wengine wote wameachana na miaka 3, lakini mimi na huyu next tumeachana na mwaka gapi? Sasa my father was complaining because huko kwingine bado kulikuwa na the same year. So alikuwa anajaribu kupaka. Naye mama yangu na kiherehere akalete haraka. Sasa vita ikaanza hiyo. Wakiuliza wale heneke na wewe akwa nikolera. Mwana ale gakolera nikolera. Ni wakwa neke oyo tu wakwa ayo ni wakwa. Oyo tu wakwa ni waku. Nina kwa ni waku. Ikakuwa hivyo. Uno imagine kinegenero de gokuthi. Na nikyo munegenagira gokuthi ngima. Hiyo mashida yote nimepata kwa sababu ya nini? Mama anasema ni wakwa, baba anasema ni wakwa, yetu wakwa, wamule heneke. Hata mataimu ile walikuwa amenipagia nikuje. Sikukuja the right time. Baba kuna ile mpango yake alikuwa amepaga ndio aweze kulea watoto hawa. We are 20 in number.
Bwana Yesu asifiwe sana. Na tuko na difference ya hapa 2 years, hapa 2 years, hapa 2 years, hapa 2 years. Lakini sasa kwa kwetu sasa kwa nyumba yetu ni 3 years, 3 years, 3 years, 3 years. Na hii ingine 3 years, but tukipata si per day na per day inakuja 2 years, 2 years. Mzee alikuwa anajua kupanga. Alikuwa anajua kupanga vizuri. Lakini mama na kiherere ndio huyo. Atatoto aikera no atumia maikera agishagi na thuri makire town makiruta wira. Riu itoro ni na imagine. Mama bakapata hasa nikakuja mapema bila ruhusa. Ndio napata, lazima ni mimi hungangana sana ndio nipate ruhusa ya kitu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwenye huduma hii nimengangana mpaka nimepata kibali. Lakini nimengangana at my age I'm not supposed to be struggling the way I'm struggling. Bwana Yesu asifiwe sana. Because nilinganganiwa nikakosa kibali ya baba yangu. Baba yangu badala afurahie mama amepata tubo alianza kebrain. Sasa kwenda hospitali. Tena miaka miezi ikakaa ndani ya tubo. Miezi mingi ndio naona nikianzisha kitu kinangangana kinapita mpaka wakati inafaa kuagua kama kifaranga. That is the struggle. The battles of the womb. They are still following me. How you came, how you are operated kwenye tubo ya mama yako, it is still following you. The challenges you are facing, they will face you forever. Ndio nimeambia baka Israeli sasa hivi wanapigana. Maana Israeli ni Jakobo, bado sasa hivi wanalimana na watu wanaitwa Palestina. Maana Palestina ndio Esau, ndio Edom. Hawajapata amani because of what, how it is started. Maana Israeli inasema huko ni kwetu, na Palestina wanasema huko ni kwetu. Angalia, Palestina hiyo ilikuwa landi ya Palestina, ya Edom, ya Esau. Lakini Israeli 1948 wakaenda wanasema tagusia futi kinyaharia, weka futi pale. Weka pale. Weka pale. Wanakuja na mmoja, wewe ni nini? Wewe nyamaza ndogo. Wewe kwenda huko. Ratea. Wakapima shaba na wakasema ni yao, na ikasemekana ni taifa. Walinyaganyana from the word go. Jacob walinyaganyana the birthright. Akanyaganyana the destiny. Amekuja bado wamekata shaba. Walikuwa wanataka kuja hapa Kenya. Hizi nyumba ndio wao walijenga. These were food stores. Hii nyumba hii, Kovi Plaza, Kahawa House, KPCU, hizi zote hizi nyumba zote zilikuwa za Waisraeli. They were supposed to become their food stores. Ndio walikuwa wanajenga. Maana walikuwa wanapatiwa kutoka Kitale baka Jinja. Hapo ndio walikuwa wanataka. Walikuwa wamesema watakuja kukata hiyo shaba. British ikasema hapana, hatuwezekani. Adwa ni matoro na huko. Because nauliza, wao walikuwa wanakuja kukaa katikati ya watu weusi namna gani na wanasemaga ndio wana wa Mungu. Sasa unaona mpaka saa hii there is a battle. Why? Because of the name Israel. Because the name Israel comes from Jacob. And Jacob is a swindler. Amekuja, amefukuza. And that is why the United Nations refuses to recognize Israel. Na nchi nyingi zimekataa ku recognize Israel. Because Israel is a formation of another country. Ambao wamepasua shamba ya mtu mwingine na wamekaa huko kimabavu. Now ndio Trump anasukuma wameitikika. Jerusalem is not the capital. It's Tel Aviv is the capital. But Jerusalem is the main. Why? Jerusalem is built kwa shamba ya nani? Shamba inaitwa ya Canaan. Ezekiel chapter number 16. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Canaan na yeye ni yule mtoto wa Ham ambaye alilaaniwa. Baya Ham ndio alilaaniwa baada ya kuona uchi wa baba yake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Baada ya kuona uchi wa baba yake. Lakini kwa sababu hangelaanika, ni mmoja ambao alikuwa ndani ya Sabina. Hello. Ni mmoja ambaye alikuwa ndani ya Sabina, kwa hivyo hangelaanika. So laana iliruka kutoka kwa Canaan, kwa baba Ham, ikaenda kwa mtoto Canaan. Jerusalem mahali imejengwa kwa hiyo shamba ilikuwa inaitwa ya Canaan. They have no peace. Wamekosa amani. Maana hakuna mtu aliwasaidia kuwaambia huyu mtu wako na laana. Because the generation, kile kitu kinapentembea baba yake ndani yake. And this is what has really caused many things to happen and many things to be happening. Isaiah 49 verse 1 nasema, Isaiah 49 verse 1, anipatie na Kiswahili tafadhali. Jeremiah was a prophet gifted. He was called for a global calling. 49 please. Pia katika kule kupatiwa responsibility. Maana kama sasa ni nabii kuna nabii wa kijiji. Hallelujah. Na kuna nabii wa kitauni.
na kuna nabii wa kimataifa. How are you called? Kama Yeremia, nisikilizeni enyi nchi za mbali, tegeni sikio enyi watu wa mbali. Mwenyezi Mungu aliniita kabla sijazaliwa, alitaja jina langu nikiwa tumboni mwa mama yangu. God ordained you before you even came on earth. Kukuja kwako hapa duniani sio kitu ambacho yani kilikuja, ulijulikana kabla hujakuja. Kwa hivyo you are ordained before you came. You became what you are today before you were born. Bwana Yesu asifiwe sana. What you are today was a decision that was made in the womb. Then the Bible says, verse number 2, please give us verse number 2 out of it. Out of 49, give us 2. Aliapa ukali maneno yangu kama upanga mkali. Aliapa nikiwa tumboni mwa mama yangu, aliapa maneno, yani aliapa ukali maneno yangu kama upanga mkali. Alinificha katika kivuli cha mikono wake, aliufanya ujumbe wangu mkali kama ncha ya mishale, akanificha katika pondo lake. That's why Jeremiah was never touched. Some good things were done for him. Bwana Yesu asifiwe sana. Even before him coming on earth, some good things were done. Alifichwa na akafichika. Alitetewa. He was covered. He was protected. Some nice stories were done upon his life. That is why he was not untouchable. Hakuna mtu angemweza. He came and he became a prophet, not for the tribe, not for the community, but he became a global prophet. Therefore, even the calling where you are born will not dictate what you become if the right words were spoken about your life. You come from a village. Jesus came from a village, but he became the global leader. Moses came from a small village, but he became a global leader. Because there is something that was spoken about their life. Kuna maneno mazuri ambayo yalinenwa kuhusu maisha yao. Na katika hiyo maneno mazuri yaliyonenwa katika maisha yao, ndio yalisababisha mtoto aliyezaliwa hangeulika. Maana maneno mazuri yaliyonenwa juu ya Musa, ilibidi huyo aliyenena maneno ya kuua watoto apelekewe huyo mtoto na wakae na yeye, na hakumuua. Lakini huyo mtoto ndiye alikuwa anatafuta auwe, lakini alikaa na yeye kwake, maana kuna maneno yalinenwa mazuri ya kulinda huyu mtoto. Bwana Yesu asifiwe sana. Are you getting in my point? Sasa ajiulize, ulikujaje dunia hii? Maana hii kisirani uko nayo sio ya sasa. Hiyo shida uko nayo kusubua watu hapa. Umesubua wanaume, umesubua wanawake, umesubua watu wa Kenya, umesubua because there is something that happened ndani ya tumbo ya mama yako. Na hiyo kitu ndio inatusubua. Ndio inachaga hii matatizo yote tuko nayo. Ndio unaona leo tuko na wewe, you are my good friend, kesho watuongeleshani na wewe. Because what was spoken, ulinenewa vitu vibaya. Ulitoka hapa, maana ulikuja wakati wachawi walikuja wakaona mtoto, wakaona uko na tumbo, wachawi wakanena maneno ya baya, ndio unakuta ulizaliwa kama mchawi. Tode murogini wako ni anikio kuigwa mwithaga, ethaga na menyo beno. Kama wewe ni mwithaga najua mmoja. Inua tu mkono wewe ni mwithaga. Ethaga, ukipata kitu mzuri na ukianza ka biashara ama upata kamiba, jifiche. Tulikuwa watu walikuwa nabio jifiche. Ukiona mwithaga unajificha wasijue. Maana anaweza kunena tu kitu moja, huyo upate shida yako, maisha yako yote itoke hapo. Bwana Yesu katatuko mthe. Niko mthe? Yes. Edaka ni adu hatari. Ni adu agithe mego. Mwithaga agikora na ritho kana harurukia huko hawa harurukagia gumagwa. Olo haruruka. Kangaba chini. Na sasa alizaliwa, sio kitu alisio urogi alienda kurutoa, alizaliwa akiwa hivyo. Huwezi kumbadilisha. Na wanakuaga na ulimi yao iko na kakitu kaburaki hapa. Hebu angalia mwenzako muulize, nataka kuona ulimi yako. Ukiona mtu wako na kaulimi hapa, kako na kakitu kaburaki, takadhudo kaburaki kwenye ulimi hapa mbele. Alafu kako na kanyoya ama kako na kanyoya, kako hapo kwa ulimi. Tread carefully. But they are very lucky people. They are very lucky people. Matoka kana utuko. Alikuwa nakuja na kamata vitu zako anazibeba na macho tu, ng'ombe zako zinamfuata zote, zinaenda kwake. Na aliziangalia na macho. Vitu zake anaweza kuhamisha nyumba yako yote.
Lakini si hawa waliishi Nairobi, nguvu ikaisha. Wetaka wa Nairobi hawaezi. Wa zamani. Tupatie kitabu cha Yeremia 1 mstari kitabu cha Galatia 1, wa Galatia 1 mstari wa 15 na 14. Wa Galatia 1 mstari wa 15 na 14. Leo nataka kuwapeleka mosmos kwa sababu I am dealing with something very sensitive. Na ndio leo mtajua matatizo ni kwa nini your children, watoto wenu wako na shida. Ni kwa nini wewe uko na shida. Ni kwa nini maisha yako yote imekwama. Ni kwa nini nothing is happening in your life. Because of one thing, the womb, the battles of the womb. How did you come? Galatians 1 verse 14 and 15, please. Wagalatia Kiswahili, kama ni umeenda kwa dictionary kwa tafuta Galatia ni nini? Najua watu wengi hawajui Kiswahili. Ni wa Kikuyu, wanajua Kisuku na si Wasuku. Muthe tio usho kamani. Ohoro wenda fata muno na muturire wako. Washiarirwo nyumba-ini yogo. Niguo? Ya? Ogo. Nikio ugo ukugiaga. Todo warongoreirio na maogo, no ukiohona na miti yogo, ukiohona mweba iguru, ukiohona juge maundu maria makuhete. Huyu mzee amefugwa wakati tumbo ya mama yake alipokuwa, maana ilikuwa na shida. Tumbo ya mama ya mama ya huyu ilikuwa na shida. So walimudhaga na wakamudhaga. Ni wera kwa wathagirwo. Mami maitogwo ni athagirwo. Akwire itomi yate. Itamu. Na akwire gitumi we. Kurwara. Odi kichori gemenya. Akwire gitumi we. We ni we gitumi kia maitogwo gukua. Na nikio maundu mokire thino ikihiana terenda kurwa nawe. Thino ithe ndiruite nawe okuigana. Yes. Ni gitumi kiu nikio gitumi. Rĩu ũngĩhota kũmenya nĩ atĩa tũngĩteithania nĩ tũkũgarũra. Onokorwo ũrĩ mũkũrũ nĩ ũkwĩnjoy. Galatians. Wagalatia, nani amesofungua Wagalatia? Tusome ya Kiswahili. Wagalatia. Kanisa ya Wagalatia. Wow. Leo mkubali tu tuende pole pole. Maana it is very important. Are you okay? Ama mnataka tuende kimahubiri? Yeah? Tuende pole pole, point after point. Paul says he was called by God from his mother's womb. Paul. He was called by who? By God from his mother's womb. Hivyo ndivyo Paulo anasema. Lakini angalia Paulo. Alikuwa jambazi, alikuwa mungiki, alikuwa Al-Shabaab, Boko Haram, amevunja makanisa, lakini anasema aliitwa kutoka kwa utumwa wa mama yake na akafanyika nabii, na ndio amekuwa kijenga makanisa. The foundation of the church now is based on Paul. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo kuna magaidi wengi kule nje. There are many criminals out there who are supposed to be in this church to build the church. There are many waroingis. Imagine mimi venye vituko nilifanya out there. I did so many things. I destroyed churches. Nilivunja, nilichoma makanisa. Kwanza ukiniletea huyu Moiro tulilalulia pale Thika. Alikuja na hiyo watu wake wa kuiba kwa kiwaja, tulikuwa Thika Stadium. Sasa kwa sababu sisi ni mongeke, wakasema mapepo haiwezi kuhubiri kwa Thika Stadium. Wakakuja, ainuliwe Bwana wa majeshi. Unajua Wakristo ni wajika. Wakristo wanasema Mungu wa Israeli. Na Mungu wa Israeli yeye hakuagi mambo ya kubebele sana. Angalia kule Israeli venye wanafanya. Kukitokea vita wanachukua bomu na bunduki wanalimana. Sasa nyinyi na Biblia mnachika pia. Ainuliwe Bwana wa majeshi. Ainuliwe Bwana. Sasa mkeke na wao wanajua rugu. Tukawaekelea marugu. Biblia tulichukua Biblia za wao zote. Wote walikuwa naruka kwa mafesi huko juu wakienda. Because you are worshiping a God that you don't understand. Kama unataja Mungu wa Israeli ni wa vita. Vita real. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu wa Israeli ni wa nini? Ni wa vita real. Ni mabomu, enda kule Palestina wanalimana.
Israeli saizi inasema iligoga Iran, ikagoga Iraq, ikagoga Kuwait, ikagoga Beirut. Na wakasema ni Mungu anatetea. Na wakarudi kwa boma wakasema ni tutagoda. Na wakaambia Mungu thank you kwa kutupatia ujuzi na maarifa ya kutwaka watu. Because God is a God of war. Wanafikaka unajua there is a way you apply the God that you want to use. Kuna Mungu wa vita. Hallelujah. Na kuna Mungu wa amani. God of the Prince of Peace. Wakati mani inatakikana una apply the God of Peace. Wakati ni vita unajua ni nani mwenye vita, ni Joshua. Unasema wega iwa Joshua. Ke hoti wa mauto mothe. Hoti dia hote gothe ijadwa ya. Yes. Na bado Biblia inasema asante. Na mimi niliwashinda wengi wananchi wenzangu walika langu katika kuizingatia dini ya Kiyahudi. Tuko wapi? Wakalatia? Ni Wakalatia? Wakalatia moja. Oh yeah, good. Moja verse 14. Yeah, 14 and 15. Yes. Naam, mimi niliwashinda wengi wananchi wenzangu walika langu katika kuizingatia dini ya Kiyahudi. Nikajitahidi sana kuyashika mapokeo ya wazee wetu. Akajitahidi kushika mapokeo. 15. Kushika nini? Mwelewe mapokeo. Mapokeo ya wazee ni nini? Ni itikadi, mafundisho. Foundation that was laid within him. Yasema lakini Mungu kwa neema yake alikuwa ameniteua hata kabla sijazaliwa, akaniita nimtumikie. Yani alitumika kwenye miungu, alitumika kwenye tamaduni, alitumika kwenye dini, lakini kile Mungu alikuwa amemuitia ni kitu kingine tofauti. You can be serving in the wrong ministry. You can be doing the wrong businesses. You can be having a wrong marriage. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana Paul is insisting, mimi nilijitahidi sana na watu walika yangu, na hata nikafuata itikadi za wazee na kila kitu husika, but God had a different opinion over my life. Bwana Yesu asifiwe sana. You could be serving, yes, but you are in the wrong ministry. You could be a pastor, yes, but you are not doing the right thing. You could be running other errands. You would be doing business in the wrong versions. And this is why you find you are struggling in your business. May the Spirit of God direct you to what God called you for. May you not serve other ministries when you are supposed to serve something else. May you not be in the wrong business. May you not be with a wrong woman or a wrong man. Kama venye mimi nilikaa hapa na mwanamke wrong, nikimgojea kuoa. Lakini Mungu kwa neema yake alikuwa ameniteua hata kabla sijazaliwa. Akaniita nimtumikie kwa njia zake yeye mwenyewe alizokuwa amenipangia. Haleluya. Aliitwa kwa njia zake Mungu ambazo alikuwa amemteulia, amempangia. Kuna mipango mizuri, kuna mipango Mungu amepanga katika maisha yako, na hiyo mipango ndio utafute. Maana kwenye tumbo ya mama yako kuna kitu kilikorogwa wakati ulikuwa unabadilika. Ukihora sama sauti kwa udhainie, maana kuna venye tukatoto kanakaaga hivi, kanapiga masama sauti kanazunguka. Hapo ndio maneno ilinenwa kule nje. Na ukazaa. Maana wagaga walikuja wakasema ya usiara kemuishi ashiraga maraya mashe ni maraya manogo ewe sharomo maraya mudumoka mutenu wewe utalinake. Hiyo maneno imeingia kwa tubo. Mtoto atakuja akiwa nini? Unakuta katoto kamesha hivi kamemea nyonyo. Ukikulisa maneno mkianza kuogea unakuta kanajua maneno yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hello. Verse 16, give me verse 16 please. Verse 16. Maana tu alipoamua kunifunulia mwanawe kusudi nihubiri habari njema yake kwa watu wa mataifa mengine bila kutafuta maono ya binadamu. Alifunuliwa, na hakufunuliwa kwa kile kitu alikuwa amejifundisha. He was sent to the Gentiles. He was called for the Gentiles. Bwana Yesu asifiwe sana. Ask your neighbor, wewe umeitwa kwa nani? Umeitwa kufanya kitu gani dunia hii? Do you even know why you're on this earth? Do you know why you are existing here? Until you know how you are programmed, that is what will make you become successful, because you go back to how you are programmed. There is a reason God created you.
There is a reason God brought you on earth. Na huyu amesema alimpatia kwa funuo, si kwa binadamu, kwa funuo. Maana the program ilikuwa this boy, this man nimemleta duniani kwa ajili ya the Gentiles. Peter was sent to the Jew, but him was sent for the Gentiles. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo your ordination determines what you become. What was said in the womb will determine what you become. Inafanya ndio inaleta maneno, ndio unajua venye una behave. Ukiniona sasa mimi nikibehave venye na behave kwa sababu kuna maneno. Bwana Yesu asifiwe sana. Licha ya kuwa nina mapambano katika maisha yangu, nina struggles in my life because I do struggle before I get what I want to get. I do struggle but I get it. Eventually I will get it. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo sitapoteza. Eventually I will get it. Nikiamua hii kitu ndio nataka, nitangangana, and I have that power to concentrate on that thing until I get it. And I have the power to kupata funuo za Mungu kuniambia ni hapo. Lakini sasa between here na kwenda pale ndio kuna kuaga issue. But until I get it. Na ninakutaga watu hapo wagumu wa kunikusubua. Unakuta ani hapo ndio huyu ameweka ukuta. Unaenda pata Margaret pale nyuma ameweka ukuta yake. Unakuta Sawara ameweka pande hii mwingine. Unapata, lakini eventually nitamanuva njia yangu mpaka nitoboke huko. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a struggle. And that's why unaona how tumesema wale wa kupasuliwa. Yes, until they get a help, an outside help. Ndio kazi yake, utakuta kazi haifanyagi, doa yake haifanyagi, nini yake haifanyagi, hakuna maisha yake mazuri inafanya. Mpaka wakati utakuta familia, kama ni doa, utakuta familia mzima imekuja kuleta discussion, tuzungumzie doa ya fulani. Na ikizungumziwa inapata amani. Because you must have a helper. Because the way you came, you are helped. Na unakutaka mambo yako yote inakuwa to a near death situation. Kama ni biashara umefungua, inaenda mpaka a near death. Kama ni marriage, inaenda a near death. Kama ni vision yote, inaenda a near death. Whatever that you have, it's near death. Until some people comes and helps you. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Hallelujah. Nike mwage girero ogu. Paul was called to the Gentiles, not the Jews. Tupate kitabu cha Judges. Judges ni Waamuzi 16:17. Waamuzi 16:17. Hallelujah. May God change your destiny from tonight. Chochote ambacho kilinenwa kwa maisha yako kibadilishwe. Chochote ambacho kilifanyika kwenye utumbo wa mama yako ambacho kimefanya ustrago mpaka sasa, naomba katika jina la Yesu Kristo kibadilishwe. Uondoke kwenye struggle, uondoke kwenye mateso, uondoke kwenye gugumizi, uondoke kwenye delay za maisha. Yes. Utile mudo korogete. Jeni wito. Hakuna mtu amekoroga. Ni tumbo ya mama yako ndio inakushughulikia. Yo tola kao ndio kaka ndio kaka. Tamutokia mtu toyole. Alizaliwa vizuri, si ndio? Ilikuwaje? Kwa sababu kuna mtego, kuna maneno maovu yalionenwa katika maisha yako ndio yakakulemaza. Na ukakosa mtu ambaye angekumkunga, maana ndio kulikuwa tunakuwa na wakunga ambao walikuwa they were supposed to be right. Na ukikuwa na mkunga mchawi amekuharibia maisha yako bado. Sasa mkunga ndio walikuwa wanafanya nini? Wanainua katoto, kanapigiwa gemi gapi? Gemi 5. Tano. Yaani zile 5 zilikuwa na maana yake tofauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kila moja ilikuwa na maana yake. Ya pili iko na maana yake, ya tatu iko na maana yake, ya 5 iko na maana yake. Kila gemi ilikuwa na inasimamia kitu. Na sasa kama haukupata hizo gemi 4, hakuna mtu alikupigia gemi. Wewe ndio unaona maisha yako yanafanya nini? Inaenda hivi. Maana wakati ulikuja ije hivi, hapo ndio walikuwa wanabadilisha. Kama kulikuwa kitu kibaya kimenenwa, kunatokea mkunga ambaye ni wa kiungu. Mkunga ambaye ametoka kwa Mungu. Mkunga ambaye ne ashiareto alimushiaridia. Wachana na hawa kusomea, wale ambao walizaliwa wakiwa na ukunga. Sasa hao ndio walikuwa na maneno. Immediately mtoto akitoka hivi, walikuwa wanajua huyu mtoto atapatana na atakumbana na hii problem. Huyu mtoto amekuja hivi. Huyu mtoto hakukuja in the right way. Huyu mtoto amekuwa hivi. Maneno hii linenwa, nini hii linenwa, hii linenwa. Hapo wananena maneno ya kubadilisha huyo mtoto.
Bwana Yesu asifiwe sana. Wanajua hii jina inaitwa Wajiro, ni jina ambayo ile mwenye Wajiro ako na laana. Wanajua mtoto atakuwa connected, wanabadilisha ni jina. Ama huyu hii jina huyu anaitwa Wajiro alikufa, wanandoa hiyo jina Wajiro wanaweka Joki. Ama huyo Maina alikufa, wanang'oa hiyo jina Maina wanaleta jina Karioki, wanaliokia. Destinies were controlled. Bwana Yesu asifiwe sana. But when we came back, when we came here on board, we never found people who can guarantee us. Tupatie judges hiyo. Bwana Yesu asifiwe sana. Tupatie judges. Kuna watu wengine walizaliwa wakati mzee alisema sitaki kuzaa mtoto mwingine. Sitaki. Dikwenda mwanoge. Sitaki mtoto mimi, sitaki mtoto. Ndio unapata wao walipata utasa. Maana neno la kutotaka mtoto lilikusikilizwa ukiwa ndani ya tumbo. Kisha nikasikia sauti kubwa. Ni ufunuo. Judges ni ufunuo kweli? Waamuzi mami. Andika jina Waamuzi. I have been a Nazarite from my mother's womb. Si ufunuo bami, tupatie mwamuzi. Anasema ni Samson alisema mimi nilizaliwa nikiwa Nazarite. Nikiwa Nazarite ni mtu gani huyo? A Nazarite. Ana? Hakunyolewa. Who is a Nazarite? Sio kunyolewa. Who is a Nazarite? Is an ordained man to the purposes of God. He is an altar. Ni mtu alizaliwa akiwa madhabahu. Na hanyolewi, wala hanywi pombe, wala hafanyi chochote ambacho ine evil. Ametengwa, ni mtu mwenye ametengwa for a specific mission. Bwana Yesu asifiwe sana. Na siku moja Samsoni alikwenda mjini Gaza, akakutana na malaya mmoja, akalala naye. Ni hapo kweli? Sisi tutafute mtu hapa kutusaidia. 16 verse 17. Hakuweza kuvumilia, akafunulia siri yake akisema, nywele zangu kama hazijapata kunyolewa, mimi nimewekwa wakufu kwa Mungu tangu tumboni mwa mama yangu. Haleluya. Hiyo ndio kalaini nilikuwa natafuta. Amewekwa wakufu tangu tumboni mwa mama yangu. Kama nikinyolewa nguvu zangu zitanitoka, nami nitakuwa dhaifu kama mtu yoyote. Kwa hivyo kutoka kwa tumbo ya mama yako there is a decision that was made. Bwana Yesu asifiwe sana. And this is the decision I'm talking about. And this decision will make you become or will make you fail. The decision that was made kutoka kwa tumbo. Maana Samson anasema nguvu zangu zimetoka kwa tumbo ya mama yangu. Kwa hivyo mother's womb was controlling. The mother's womb controls the children, controls the life of everybody, controls kila kitu around them. Watoto wako wewe ndio una dictate. Watoto ambao wametoka kwa utumbo wako, you control them through your womb. So whatever ukiona vitoto vyako the way they are behaving, toja wetu katumu maraya umenya wewe kama maraya. Toto katomuisho kama anitomuishi. Toto katomuletwa juko tumeta kule wewe ni wa juko. And this is what he said in the book of Deuteronomy chapter number 28 verse 4. Inasema namna gani? I will bless the fruits of your womb. If your womb is not blessed, if your womb, watoto wako ukiona vituko na sarakasi ile wanafanya, si wao, usiwapeleke wakaobewe. Jipeleke ukatolewa mapepo ya tumbo yako. Hola kaka. Hola baba. Hii inatoka. Lia na uende na inalia na itoka inaenda. Thank you. Leo ohoro kihia nogu. Chapter 1 verse 15 of the book of Luke. Luka 1 mstari wa 15. Leo nataka niwafundishe tu pole pole. Luka 1 mstari wa 15. Niwafundishe tu pole pole mpaka tujue kiini cha matatizo yako ni gani. Tolotoko turaha toluta kama pepo tsali. Hauna pepo. Ni kulahanika. Tumesikia gay ametokana na nani? Na wazazi. Acha kukomplain watu wamekuwa magay. Hapana, mimi nilikuwa nataka msichana. Mama alikuwa anataka kijana. Wakatukaleta nini? Msichana. Ama tukaleta the opposite of what we demanded.
And that is why that's the behaving, because we never demanded that. Bwana Yesu asifiwe sana. Atakuwa mkubwa mbele ya Bwana, hata kunywa divai wala kileo, atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni mwa mama yake. So the ordination did not come yesterday. Tangu tumboni mwa mama yake. That is when you are ordained. That is when you became what you have become. If you are poor, you became poor inside the stomach of your mother. If you are rich, you became rich inside the stomach of your mother. Because when Rebecca was told about Jacob, wakati katoto kalizaa walifuga kakaba, he identified the prophetic word from God. Na akasema kale katakuja. Akajua ndio haka, akafunga kamba. Na akajua ndio hako. And from then, she started defending this baby. Because kutoka kwa tumbo, signals zilikuja. Na zikasema, uyo niwe Jacobo, niwe wina kiradimo, niwe kuwete minyaka. But alikuja number 2. Lakini mkono ndio ilisema nini? Ilishikwa na ikafungwa kakaba. So what happened? Ni nini ilifanyika kwako? What happened to you? What happened? Why are you struggling? And why the suffering? Why the challenges of your life? It is because this was decided in the womb. What you are going through with your children was decided in the womb. What you are going through in your ministry was decided in the womb. What happened around you was decided in the womb. Hiyo struggle na biashara, unafungua biashara ikianguka, unajaribu kufanya hii inaaguka, unajaribu kufanya hii inaaguka, it was decided. Because when God told Jeremiah, I knew you and I set you apart, it was a deliberate decision in the womb. While the boy is in the womb, the deliberate decision ilifanyika ya kumfanya nabii. Sasa jiulize wewe ulifanyika nini? Mama yako alikuwa mlevi, mama yako alikuwa mwanabiashara, mama yako alikuwa, wakati ukikuwa tumbo ndio alikuwa anatukana watu. Unajua kuna wale wamama wa Kirinyaga wale sasa wakiwa biashara wakiuza mchele pale Mwea. Wanaogeaka ni kama ni kabireta inaogea ndani yake, ni kama ile kisiagi ya kusiaga uga. Wanaachilia maneno abai ngiteno. Yaani wanaogea vitu vibaya. Na mtoto wako wapi? Mtoto akitoka anakoga kama kagite tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ama alienda kwa mkurukudhi. Bwana Yesu asifiwe sana. So there is the greatness that is decided. It is prophesied. Atakuwa mkubwa mbele ya Bwana, hata kunywa divai wala kileo, atajazwa Roho Mtakatifu tangu tumboni. Sasa imagine DCI na watoto wakati wao alikuwa na mesa taskabiri. Sasa mtoto alikunywa nini? Tendeka kudhabia mwana. Nikagini sikadhabagia mwana. Kagini ndio kanaoshaka mtoto. Tendeka kudhabia mwana. Sasa mtoto wako analewa because alikuwa ordained na pombe akiwa kwa tumbo ya mama yake. Ndio nakuta katoto kana meza, unaona kama ni gari ya Dithoro, ni Bedford ikipanda kwa mlima. Sasa kaguga hata mwana wako anikonywa. Apostle hoera mwana wako anywile wa ordained atia. Chukusa watoto wako. Ulimpatia nini ukiwa msichana? Mtoto wako wamuheaga tu tumae na gatoi. Na ndio ikatakalia ine nado maragucia fagi uguo. Bwana Yesu asifiwe sana. Yes, that is good. We are understanding. Are you getting it? Mimi najua I'm trying to drive this mpaka ikuikie vizuri. Ndio waje kunisubua hapa. Ndio yala mwana wako. Ndio waje kunisubua hapa biashara nimefungua imekataa. Waje kunisubua hapa nini nimefanya? Tuende kwa mama yako. Tujue decision iko wapi? Father, what was the decision that was made against you? Because there is a decision that was made against you. There is a decision of delays. There is a decision of rejections. There is a decision of deaths. Vision inakufa. There is a decision in your life. And this decision, maana hiyo tumeona, yani huyu mtu wala hata kunywa na atakuwa mtu mkubwa sana. Maana there is a deliberate decision that was made. What is the deliberate decision that was made in your life? Bwana Yesu asifiwe sana. The deliberate decision. Kuna vitoto vingine ni kigota kizee, kinakaa unaona ni kitoto kidogo, lakini hata kutembea unaona ni kizee. Maana there is a wrong decision that was made.
akiwa kwa tumbo ya mama yake. Maana mama alikuwa lezi, alikuwa tu anakula mawe ya kwale. Wangapi wamekula mawe ya kwale? Watu wa mawe, watu wa mawe, watu wa mawe. Angalia watoto wako, angalia ni vichwa gumu wote. Maana amekaa gumu. Uliwakulisha mawe ya kwale. Sasa ukimwambia nini na kamera mama? Mama wewe ujuagi maneno. Bako na kina kukotolea jicho bako na kiogopa tu unarudi nyuma pole pole. There is a decision, a wrong decision that was made. And this wrong decision has to be correctified. Has to be rectified, sorry. David's mission started at a tender age. Why? Because this man was consecrated while he was young, while he was in the stomach of his mother. Na akaondolewa. Imagine what happened when the father alilala na mama yake, alifukuzwa, mama alifukuzwa. And hebu angalia maisha ya David yote imekuwa maisha ya juvenile. Maisha ya kukua hakai, ni kufukuzwa. Ameachwa ameenda kuchuga mang'ombe. Ameachwa amezigirwa na mazing'ombe because this boy wakati mama alidugwa miba, nani Daudi kalikataliwa na mama akafukuzwa na akaambiwa wewe maraya. Na lile diugaga nasemaga wewe ni maraya. Miba umetoa wapi na sijalala na wewe? Maana Jesse hajui akilala na mama huyu. Hajui hata kidogo. Alichezewa akili kidogo na maid akaingia huko akaproduce. Walimnunulia chang'aa. Ndio unaona David maisha yake ni mbaya. Ya kulala na wanawake wenyewe, ya ulevi, ya nini, nika kijana tu kanajitafutia maisha huko. Maana this boy was rejected. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Mada tunataka kutohia nate. Ani, tunataka kutohia nate. Aleka wakamunywe so. Okay. Tikoli ajali te hata ndo. Netoe. Tunajua matatizo anayoyapitia. Mimi nayo matatizo nimeyazoea. Zaburi 22 mstari wa 10. Zaburi 22 mstari wa 10. That Psalms 22 verse 10. Na hiyo kamera yako baba si mzuri. Clarity yake si poa. Nilidhani ani atakwambia, nimeona hawezi akakwambia. Hiyo nyingine iko sawa. Zaburi an quickly. Wado kinya diaspora ni mamenye ukoro na ani go kone go tida an. Ba ikiya bakora kayani bakoro we musubufu ate ndaigua kana ihenya. Zaburi, yes. Mwana uniekera hiyo dosi yake. 22 verse 10 please, Anne. No kaigua kana ihenya. Kana momo golera kanya mukataka gwekera goto-ine. Kado kuigua na ihenya. 22 verse 10. No kuigua une gotekerera atothekerera. Oya iteta era gototigida. Ni arege watoto libu. Wacha tusome ya Kisugu. Imeingia? Miaka ya Kisugu. Psalms ndio Zaburi. Ni Kisugu. Imemkosea kidogo. Verse 10. Sasa ongeza kasufuri pale mwisho. Tusome pamoja. Tangu tangu kuzaliwa kwangu. Yani hata kabla kuzaliwa I was cast. The Bible in English inasema I was cast before I was born. So I am not an ordinary child. I am not an ordinary person. Tangu kuzaliwa kwangu, God, you have been walking with me. That is why David has walked with God and he has won all the battles because God has always been with him despite the rejection. Ile saidi ya kurejectiwa, ukiangalia brother zake walimkataa, baba yake alimkataa. Alipofezi Goliath alimuuliza wewe ni nini? Saulo alimkataa. Yani alikataliwa all the season, but he had another favor of God guiding him. Maana Mungu mwenyewe ndiye alitumana
this boy aende akuwe ordained. Mungu mwenyewe. Na alilete Samueli purposely because of David. Kuna watu wako hapa duniani not because of them, they are here because of a particular person. Bwana Yesu asifiwe sana. They are here because of one particular person. Samuel was brought, ananionana Hana alingangana kutafuta mtoto, akangangana kutafuta mtoto, akanyimwa. Maana Mungu hakuwa anataka mtoto, alikuwa anataka nabii. Maana kuna mfalme analete. Alikuwa anataka mtu ambaye atakuja kumwagilia huyo nani? Huyo mfalme mafuta. So wakati Samueli amezaliwa, naye Daudi akakuja. Wote walikuja kwa pamoja. Wakati Yesu alizaliwa, mtu anaitwa John the Baptist alizaliwa, walikuja pamoja because they have one common mission. One is supposed to ordain the other one, and the other is supposed to do the mission of God. You must have your partner on earth. You must have somebody that is there who stands with you. Bwana Yesu asifiwe sana. The person who is carrying the mantle that you are going to execute. Wakati wako ukifika, wakati nani anaitwa Joseph the Baptist alikuwa akifanya kazi ya kubatiza watu kule nje, alikuwa na kula manzige na madudu na nini kwa kichaka akingojea Yesu akuje. Wakati Yesu alipokuja, yeye John the Baptist alikuwa amemwambia, mimi nawabatiza kwa moto, lakini anayekuja atawabatiza kwa moto. Na alipofika tu akasema mtu ndio huyu. Naye Samueli alipoona Daudi akasema, hata mkono kaanza kutetemeka. Maana the right person that I was born for amefika. There is person that was born for you. There is person that is supposed to stand with you. There is person mwenye amebeba kifunguo yako. Itisha Mungu amwambie, niletee huyu mtu mwenye amefika kifunguo yangu. Kuna mtu na Mungu akutumie huyo mtu sasa. Katika mwaka ambao tunaingia 2026, Mungu akutumie huyo mtu ambaye amebeba you are John the Baptist mwenye atakuintroduce kwenye mambo haya. Samueli mwenye atakumwagilia mafuta, ordained you to do the purpose of God. Let this person kuja. Mwambie wewe kuja wewe. Nikuetareire mno. Mwambie kuja, nimekugoja sana. Wewe kuja. It just taken you too long waiting for this person. You are struggling. Unapanda juu na shuka chini, unapanda juu na shuka chini. Kuna mtu aliletwa duniani kwa sababu yako, kukwamua maisha yako tu. Wako hatule. Wewe roda, kuna mtu amekuja tu kwa maisha yako, wako hatule. Yako hatule. Mudusha giro kwa maisha ni mako. Agiro ko hatula maisha ni mako. Mudusha giro ka hatule kakiko kaliaka. Doni aduma gidima diko. Okay, to the first born kuja. Achilia baba aende, kuna kitu anafanya hivi, sanduku inaanza kuteremuka. Kuna mtu ambaye ametengenezwa kwa maisha yako, yeye akuja kuhatule eherie kamukada kauga kuohete ohora gakudoka uga kuohete ohora kaudoka ukagire ilio radhimo. Huyo mtu akuje, itisha Samueli wako afike. Yes, tidia tokiete hana mahoya maigi na ni Samueli nyokwatora haya ahoya mwana na nataka mtoto na katika jina la Yesu Kristo, give me a baby. And aliporealize God is not looking for a baby, akamwambia sasa, akaenda akarealize, akaenda kwa Mungu akamwambia, no, I'm not looking for a baby now, I have discovered the mistakes. Akaambia Mungu, I am looking for a prophet, I will return, nipatie nikurudishie. Naye Mungu akasema, I have been waiting for those words. Immediately mbegu ikaigia, angaigerera kulia igoro. Todo ilikuwa imechelewa, Huyu alikuwa amechelewesha David kukuja. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana yeye yule ambaye anafaa kukubarikisha, kama hajafika ako Nakuru, aliogeshagini mafuti ya raremia, na niwe wagiro ukao kuhatolera goko utadirei. Muitishe, mwele umegeshagi. Yeah. Whoever that is carrying your blessing, wherever they are, command them. Kama alienda Amerika kufanya kazi huko, mng'oe mrudishe hapa Kenya. Kuifungulia maisha yako. Ama uende huko, mfunguliane huko. Yes, you need that person. Tell your neighbor, I need that person. I need, nataka huyo mtu mwenye amebeba kitu yako. Huyo mtu amebeba my next move. I want you, come back. Come back, baby, come back. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Netaka na tumalize na hii. Naona hii kitu hatuwezi maliza leo hata tukifanya namna gani. Na naona mmeanza kusikia you want to go home. Tupate Isaiah 44 verse 28. Isaiah 44 verse 28 that says, Cyrus, he is my shepherd. Remember, Cyrus was never ordained.
He was not a prophet, but he was given an assignment. Isaiah 44 verse 28, Mami. Isaiah 44 verse 28. That thus saith the Lord, saith of Cyrus, he is my shepherd, and shall perform all my pleasures. Now listen. This is now I'm entering into another zone that you have a mission. You may not know the mission because Cyrus ndimi mwambiaye Koreshi, wewe utawachunga watu kwa niaba yangu. That's a calling, an ordination. You are ordained from the womb, that you have been called to serve. You've been called to become a shepherd. Remember, this man was not a prophet. This man was not an evangelist, but he was called to shepherd. Wewe utawachunga watu wangu kwa niaba yangu. Wewe utatekeleza mipango yangu. Yani, it's a direct assignment from God. So there are another quality of people that has an assignment, a direct assignment from God. Hao wanaitangwa mission, people with a mission. People born with a mission. Samuel alizaliwa with a mission. John the Baptist alizaliwa with a mission. These are people called. Wewe utawachunga watu wangu kwa niaba yangu. Wewe utatekeleza mipango yangu yote. Ndimi ninayesema kuhusu Yerusalemu. Wewe Yerusalemu utajengwa tena upya, na juu ya hekalu misingi wako utawekwa tena. Nani alipatiwa hiyo kazi? Cyrus. He was given an assignment. And this assignment is protected, guided and controlled. Wana Yesu asifiwe sana. So jiulize wewe, what kind of a work? Wewe ni nani dunia hii? Who are you? Kazi yako ni gani? Angalia, kama imagine uwe kazi yako is begging. If you are living in a begging life, why are you living in a begging life? Because there is no attachment of an assignment. That's why you live in a begging life. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Wow. Look at the kind of, let's look 22, the premature births. Have you ever thought of premature births? Ulikuja kabla, ukawekwa kwa ile kitu incubator, ndio ukue. Maana ulikuja kabla vitu zako zifike. That is why you find yourself begging. That is why you find unaomba chakula. Lazima unategemea misaada. Unategemea vitu ambavyo lazima upatiwe na watu, because wewe vitu zako zinakujaga kabla. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe maisha yako imetegemezwa kwa watu wengine, kwa sababu you came before package yako ifike. Yani ulifika mbele ya package, na ilipokuwa ikikuja ikapotelea. That is why you have premature death. And if you look at your life, most of your things are prematurely happening. Kama ni ministry yako inakuwa premature, inakufa prematurely. Kama ni ndoa yako inakufa prematurely. Kama ni biashara yako inakufa prematurely. You find there is a premature thing in your life. Everything that you try, every business that you try, there is a prematurity. Hallelujah. What I'm trying to say is that the battle that is started in the womb, it follows you everywhere you go until you say something about it. Tuachie hapo. Sunday nitaenda deeper. Hiyo ilikuwa tu kuguzaguza. I am going to get deeper. And from Sunday, because it will be our first Sunday of the year, I want to tell you, your destinies will be never the same again. We are going to reshape our destinies. We are going to change everything. And your life, your children, your businesses, and whatever you do will never be the same again. Tusimame tu kwa miguu yetu, tuweze kumwabudu Mungu na sadaka zetu. Sasa tumesema tumeachia hapo kwa premature. Alafu kuruka mwaka please, na waomba mkuje kwetu, kwa sababu there is a prophetic word. Ile nilisomeshana asubuhi kuhusu kitabu cha Ezekiel. There is a prophetic powerful word that God is inaendelea kuidownload, na ita change maisha yako. Na siku hiyo tutapatia na manto. Mungu anasema siku hiyo nitamwagilia watu mafuta na watapata manto. Na hiyo manto itabadilisha maisha yako forever. That is 6:01 usiku. I will release that mantle. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio umeona nimeambia watu kila mtu aanze kufanya kazi, because hiyo kazi nitaiordain siku hiyo. That night I will ordain hiyo. Mkisema hiyo unasema nitaiordain. Hallelujah. Hallelujah. Amen.
Yes, sasa toeni sadaka zenu na mkae kwenye vikao vile tulisema. Hatuna service nyingine. Tutakaa kwenye vikao venye tulisema, kila mtu akae kwenye kikao, na kikao hicho to identify kazi yetu, because from what we are going to identify today, that is what will change our lives. God bless you. God anoint you heavily. What is it? Sawa. Yechetu. Utakuja baadaye. Kuna mtu mwingine ako na mchanga ningetaka tuombe? Yeah, kama uko na sacrifice ulikuwa umeleta, just bring it here. Hapa mbele. The sacrifice over what we have taught, you can change your mind from an offering uibadilishe kuwe sacrifice because of what you have taught today. Akuleteni hapa tu. Any offering, na kila mtu aliye ndani ya hii nyumba, hata kama ni shilingi moja, kwa sababu ya hayo maneno ni mazito. The battles of the womb ni mazito. Lete hapa. Hata kama ni shilingi moja, wekelea hapa. Bwana Yesu asifiwe sana. And look at what you are fighting. It's a battle of the womb. This is what has caused you to stagnate. This is what has caused you to suffer the much you've suffered. You've struggled the way you've struggled because of the battles of the womb. That is, you find that bwana yako wamekureject, watoto wako wamekureject. Nini? What? Bwana Yesu asifiwe sana. Kila mtu akuje hapa. Na kama hauna ukuje uguze madhabahu hapa. Because I'm in a very sensitive topic. Very sensitive over your life. It's a very sensitive topic. Wale ambao mnatutazama kutoka kwenye runinga zenu, kuna namba hapo ya M-Pesa ambayo ni send money, and we also have the Equity Pay Bill. You can use the Equity Pay Bill. Be a partaker on what you are doing. It is a topic that we are going to go and we are going to do passionately. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives. Bethel Clouds TV, empowering lives.